Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema pokea shukrani zetu. Hakuna mwingine kama wewe. We bless your holy name. We give you honor, Lord. We know that it is you, Lord. We are here because, Lord, you have chosen us. We are a chosen generation. We give ourselves to you because you are our Father, our Master, our God, and our Savior. We pray the Lord, may our prayer be accepted by you. Accept our worship. Open our understanding and give us a new beginning. In Jesus' name we pray and believe. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God, glory to God. Tutasikiliza neno na hallelujah. Tupate nafasi zetu, tukae chini. Tashare nasi neno kwa najua kwa muda mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Mungu ni mwaminifu. Praise the Lord. Jumbe wa ambao nitashare nasi, how to maintain personal relationship with God. Bwana Yesu asifiwe. How to maintain personal relationship with God. I believe this is a message that nishawahi kufunza pengine kwa njia tofauti, because I've talked about relationship with God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jinsi ya kutunza uhusiano wa kibinafsi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kutunza uhusiano wa kibinafsi na Mungu. Praise the Lord. Hallelujah. Ujumbe huu wa siku ya leo nitauita ujumbe wenye ambao tungeweza kusema ya kwamba ni ujumbe wenye ambao it is a fundamental message. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ya kwamba kama ungetaka kutembea safari ya wokovu, you cannot ignore this. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sometimes the way we walk with God is like a maid who hates his or her master, praise the Lord, but desire and want or expect to get a salary. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Sijui kama mshawahi kuona maid anasema apendi huyu boss. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu boss ndiye akona mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka tuweze kujua ya kwamba ukiwa uko na tamanio la kutembea na Mungu, Bwana Yesu asifiwe, lazima uweze kujua ya kwamba upende usipende lazima uweze kumaintain. Bwana Yesu asifiwe. I personally, I am not a perfect person, but I am strive every now and then to do what? To perfect in Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. There is a relationship that I never maintained. Bwana Yesu asifiwe. Because of many issues. Praise the Lord. Hallelujah. Hata kuna uhusiano wenye ambao wa wachungaji, unapata ni mchungaji, ni mpasta. Bwana Yesu asifiwe. Ulinishinda kumaintain. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo kuna mchungaji mmoja tulikutana barabarani, akaniambia, ninaona umeenda kuchukua sadaka sasa. Chukua yangu hapa. Sasa hii ilikuwa ya mwisho. Mimi na yeye, kwa sababu niliona kuna mizaa mimi siwezi kufanya. Ile sadaka inaletwa hapa ni tears. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.
Some offering imebeba HIV, some offering imebeba cancer, some offering imebeba nini nyingine, imebeba divorce, some offering nyingine imebeba depression, some offering nyingine imebeba desperation. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna ile imebeba hata moja kwa moja imebeba pepo. Praise the Lord. Ndio ukianza kuingia pande ya offering, utaweza kujua ya kwamba kuna line yenye ambayo kuna offering paka Mungu mwenyewe anasema hiyo isifanye kazi, isijenge. Maana Mungu anajua ikijenga shetani atakuwa kuna vile. Mlikuwa mnajua hivyo? Okay, Bwana asifiwe. Kuna siku nitakuwa nazungumza, lakini hiyo ni mambo nazungumza na watu wale wana minister wajue hizo vitu. Praise the Lord. Ndio posa tunafunza watu kanisani, hata ukipata bashi imeanguka hapo nje, usisema ati Mungu amekuja. Bwana asifiwe. Haleluya. Ati Mungu amekuja. Sasa hii ndio nataka kukuambia. Unaweza kuwa unaokota ukoma ya Naaman. Bwana asifiwe. Haleluya. Ama hiyo ni kuwatishia. Mnasemaje, sadaka ni pesa tu? Praise the Lord. So ni vile tulikutana na huyu mchungaji akafanya mizaa kama hiyo, nikaona elewi laini gani ambaye ametaja. Praise the Lord. Sasa hiyo uhusiano ilikuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilikuwa nimenote iko na hiyo madhaifu ya pande hiyo, na nilikuwa nimemuongelesha nikamwambia unajua hiyo vitu sio ya kuchezea. Praise the Lord. Kwa hivyo I personally kuna uhusiano nilishindwa. Kuna hata watu wengine walitaka kukua karibu na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na nilishindwa ku maintain hiyo uhusiano. Au walishindwa kuendelea na mimi kulingana vile mimi naenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. Kwa hivyo leo ninataka niwafunze jinsi ya kutunza uhusiano wa kibinafsi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uhusiano wa kibinafsi na Mungu is very important? That's the first question. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Why is it important for you to maintain or to maintain that personal relationship with God? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jambo lile ningetaka muweze kujua is that he died for you. Know that. Praise the Lord. Hallelujah. He died for you. Number one. Number two, you never choose him. He chosen you. Praise the Lord. Kumchagua, alikuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Then it is simple ya kwamba upende usipende lazima ukae vile anataka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Wakati Yusufu alinunuliwa akapelekwa kule Misri, Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alinunuliwa kutoka kwa madugu zake. Praise the Lord. Na wa Ishmael ndio walimnunua, wakaenda na yeye wakaingia soko ya kuuza watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati walifika kwa soko, mzee yule anaitwa Potifa akaona Yusufu, akanunua Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Vile Yusufu alipelekwa kwa nyumba ya Potifa, maandiko yanasema Yusufu alibadilishwa mavazi. Praise the Lord. Kwa hivyo Yusufu akatoka kwa mavazi yale, amen, akavaa mavazi ya Kimisri. Praise the Lord. Yusufu akawacha tabia ile, akakuwa kama Mmisri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alinunuliwa, na wakati wa kununuliwa pia alichaguliwa, kwa maana alichaguliwa kwawe. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio posa Yusufu alifika mahali kwa sababu ya kuaminika. Praise the Lord. Mzee huyu Potifa akamwachia kila kitu. Akasema mimi nitakuwa nakula tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukishaona hayo mambo, hivyo ndio Kristo ametununua. Praise the Lord. Vile umeketi hapo, nafikiria ni watu wangapi saa hizi wamechukua bibi ya wenyewe? Jaribu, ama ninafikiria vibaya. Unafikiria ni watu wangapi saa hizi wameshikwa, wanashikwa vile naongea hivi, ni kuchikwa na askari, wewe mwizi. Praise the Lord. Na wewe unajua vile ulikuwa unatesa watu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wangapi saa hizi wanashikwa kwa sababu ya pombe? Wangapi wameketi kwa bar wanakunywa pombe na wanakunywa wakisema mimi nikimaliza badala nikufe. Sasa unajua ni wangapi? Praise the Lord. Hallelujah. As we talk, unafikiria how many marriages as we speak this midnight? Mtu kichwa imeenda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na unafikiria ni wangapi wenye ambao saa hizi amefukuzwa kwa nje? Unajua how many people in town they are desperate, they don't know where to go? Bwana Yesu asifiwe. So you were chosen among many. Praise the Lord. Hallelujah. And also you are bought by his blood. Praise the Lord. So your personal relationship as an individual is very important. Bwana Yesu asifiwe. That is not by the blood of your pastor that you are chosen. Bwana Yesu asifiwe. It by his blood. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Kwa hivyo neno hile maintain ni kusema to keep up or to preserve, to uphold, or the other way around, to keep up a good condition. Bwana Yesu asifiwe. A good condition. Ya kwamba you just maintain something. Praise the Lord. Hallelujah. Kuna watu wasioweza kumaintain wakikaribia wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanashindwa kumaintain hiyo uhusiano. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wenye ambao wamepata nafasi, opportunity ya kukaribia penye niko, nimewafunza jinsi ya kumaintain watu wakubwa. Praise the Lord. Hallelujah. Ukikutana na mama mwenye ambaye anaendesha gari, ako na kila kitu, chunga sana usimuombe 200 ya kwenda lisafu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimuomba hiyo 200 basi mambo yake yamekwisha. Mnakaa kama mumeomba. Bwana Yesu asifiwe. Hello, nikwambie, ninaona kama unaweza kunisaidia na 150. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 150 wanaitanga wanu nini? Nisaidie na 1 chiwani. Anakuuliza chiwani ni nini? What I say? Nilikuwa nasema 150. Unataka kufanyia nini? Nilikuwa nataka kukimbia lisafu tu hapa kidogo alafu nirudi. Bas. Praise the Lord. Sasa ulikuwa kwa akili yake akifikiria vile anaweza boost au usimamishe biashara iko na akili. Unaomba 150. Hiyo uhusiano na katika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hata mimi kuna watu waliniomba shilingi 50. Ati nilikuwa naomba mtu wa Mungu unisave na 50. Basi uhusiano ukaribika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nafikiri hii usiku wa leo somejua ukikaribia tajiri yoyote, tafadhali shida zako peleka karibu na jirani yako. Bwana asifiwe. Usipelekee huyu mtu. Huyu mtu anaweza kuwa anafikiria vile anaweza kuinua maisha yako, na wewe unafikiria shilingi 70 ya mboga ya siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna hiyo ndio inaitwa maintaining. We maintain. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Hata kuna watu wengine waliingia kwa marriage. Zile siku za kwanza mlikuwa mnabebana kwa mgongo. Praise the Lord. Baby, 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 baby. Praise the Lord. Na siku ya leo Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Siku ya leo ukitaka kujua, ukiona mama anajitayarisha alafu ile nguo inakuwa na zipu hapa, mzee afungangi hii zipu, unainua nguo unafungia zipu hapa kwa kichwa, ujue ni kuna kitu ulishindwa kumaintain. Ni kama kumbe tunaenda kesho nini, nisifungue hiyo vitu. Cha lady yako hapa, ninaona vile ananiangalia na ni kama wacha ninyamazie hiyo maneno, tutakutana hata sinilewa asubuhi kesho bado hajafika. Haleluya. Hapa kesho asubuhi kutoka saa 3 tutakuwa na mkutano. It will be a very beautiful conference for women. Meeting, it's not a conference, it's a meeting for women. Kwa hivyo make sure ukuje. Waacha kukimbia kibarua yenye ambayo unakimbia alafu na wacha tu mimi niwache hiyo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna watu jinsi ambavyo wanachunga uhusiano fulani. Praise the Lord. Hallelujah. Kuna watu wenye ambao walishindwa kuchunga uhusiano wa walimu wa high school. Wakimaliza ulikuwa umekosana na walimu wote. Paka wanakuambia nenda ukunywe pombe huko, ondoka shule yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maneno ulipokea ya mwisho. Hata kuna wengine ukimaliza mtihani ya mwisho uliambiwa sasa tunajua utakunywa vizuri na utaibia watu vizuri, nenda kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kushindwa, ulishindwa kumaintain nini? Praise the Lord. Lakini kuna watu walimaliza shule, unaona vile walimu wanasema ni hug my daughter, ni hug my son. Praise the Lord. Unahagiwa na walimu wote ukitoka shule. Okay, nataka kuuliza wale mliagiwa na walimu mkitoka shule? Hata ka primary. Wacha tuone primary. Na mlikuwa na miaka kidogo, hamkuagiwa, hakuna haki yoyote. Mliambiwa tu mwende mkangaike huko nje. Okay, wale wa high school. Na wale wakimaliza college, mtaweza kumaintain uhusiano wa Kristo? Bwana asifiwe. Uhusiano wa Kristo mtamaintain? Uhusiano wa Mungu mtamaintain? Mimi nauliza, mtaweza kumaintain? Watu wengine wameshindwa kumaintain uhusiano wa watu tu. Mnakutana tu kazini. Bwana asifiwe. Nakwambia paka wanakuita shetani. Wanasema ndio huyu shetani mweusi amekuja. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Watu wengine wameshindwa kumaintain tu customer mwenye anapia only 5 minutes kwa duka. Anakuja na kuuliza, hii majani ndio ile yenye nilisikia wanasema kwa TV expire. Unamwambia kwenda kabisa, toka hapa tafuta ile ambayo ile. Sasa wameshindwa kumaintain. Hiyo ni uhusiano wa customer. Badala ya kumwambia hii iko na date na hilo ulisikia kwa TV ilikuwa inaitwaje? Anakuambia inaitwa hivi. Unamwambia sasa hii inaitwa fulani. Hii sio kampuni hiyo. Unamwelimisha. Una maintain. Sasa kama unashindwa kumaintain, Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Kama kuna mtu mwingine nilienda kwa duka yake tena nikaona ameshindwa kumaintain. Na nilisikia huyu customer analalamika hapo nje. Anasema huyu mama nimempromote miaka nyingi na sasa angalia vile ananifanya, kwa sababu kuna watu wengine wamesimama hapo na gari. Hata nikamwambia so uzie kwanza yule. Akasema wachana na huyu ni anakuwa na mdomo mrefu sana, wachana naye. Sasa nikajua hawezi ametupa customer na mimi nilikuwa nimeona niulizie kitu. Hasikuwa wakununua.
Kuna watu wametupa, wameshindwa kumaintain Mungu mwenyewe, wakaokota ka kitu kingine na akawapeleki mahali. Bwana Yesu asifiwe. Hebu uliza mtu wako karibu na wewe, kwani unalala ama tuko pamoja? Unajua hii ni kesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jinsi ya kufanya nini? Jinsi ya kufanya nini? Kutunza uhusiano wa kibinafsi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Number one, how to maintain uhusiano. Bwana asifiwe. How to maintain personal relationship with God. Number one, learn to be thankful. Learn to be thankful to God or to Him. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jifunze kuwa na shukrani kwa Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi shukrani ile wanaitoa inakuwa cancelled na maombi yao. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ukitaka kukua mtu mwenye ambayo ni mkweli wa kushukuru Bwana, praise the Lord, ukishukuru Mungu kama masaa kama hii, umwambie Baba, ninakushukuru umenipa kazi ya mikono yangu. Praise the Lord. Avoid any prayer ya kusema Baba, angalia mimi naona kama hii kazi ni kama si kazi yangu, kama sasa wewe, ile kushukuru haina maana. Praise the Lord. Hallelujah. Na kuna watu wako na hizo shida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu tulikuwa tunapea chakula, tulimupa chakula wakati mwingine, alafu akasema wakati alimaliza kuchukua akaongea hapo akienda, akasema watu wako na pesa na angalia vitu wananipa. Paka nikasema woi, na tumejaribu. Mama alikuwa ametoa karibu ile tulikuwa nayo, na akasema hapo kama bado namsikia. Nikamwambia mama, hata nilisikia kama nitaichukua, ni venye mikono yake ilikuwa iko ni ile ya pombe. Nikasema wacha aende nayo, lakini nilikuwa nasikia kama nitaichukua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. Hiyo maneno ni kweli ama si kweli? Kuna watu wanafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia kwenye Biblia zetu. Praise the Lord. Kwenye Biblia zetu kitabu kile kia 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Verse 2. Tumefika hapo. 1 Thessalonians chapter 1. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu mwenye anachelewa kufungua, mwambie kwamba tuharakishe, ni wewe unatuchelewesha. Bwana Yesu asifiwe. Okay, maandiko nasema hivi. Maandiko nasema mstari ule wa pili, maandiko nasema we always thank God. We always do what? Thank God. Kitabu hiki au hii kitabu Kenya ambayo kia Wasalonike, Bwana Yesu asifiwe, kiliandikwa na Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema ati kila wakati tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Praise the Lord. For always we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisikia vile Paulo anasema, Bwana Yesu asifiwe, anaonyesha ya kwamba kanisa hili la Wasalonike ilikuwa ya kwamba kama anaanza hivi ni kusema
kuna baadhi ya mambo aliona kanisa hilo liko very responding. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo because of that good responding, akasema tunashukuru, kila wakati tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati alisema hivyo, tukienda kitabu kile kia ambayo ni chapter 5, the same book, chapter 5. Tuangalie hapo very quickly, the same book chapter 5. Tumefika hapo. Alafu akapeana instruction tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo yeye mwenyewe ameonyesha ya kwamba amewaonyesha ya kwamba mimi nashukuru Mungu kila wakati kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninawataja kwa maombi yangu. Sasa sikia. Kwa mstari ule kwenye chapter 5 mstari ule wa 18 maandiko yanasema give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atipeana shukrani kwa kila jambo. Peana shukrani kwa kila jambo. Praise the Lord. Ni kusema kama kuna shida imekupata, Bwana Yesu asifiwe, upeane shukrani kwanza. Ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Landlord anakufungia mlango, nasema Baba wa mbinguni nakushukuru kwa sababu landlord amefunga mlango. Hivyo tunaendanga hivyo. Sini kukemea hiyo pepo itoke ndani ya landlord. Aelewe ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ama tunaendangaje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko nasema atipeana nini? Shukrani kwa kila jambo. Then it means, kwa nini maandiko yanasema hivyo tupeane shukrani kwa kila jambo? Inasema ati hii ndio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Juu yenu ndani ya Kristo. Kwa hivyo kama sisi once you are not thankful, kuna God's will that you have abandoned. You have abandoned. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo swali ni je, shukrani ni kitu gani inafanya? What does thanks does to us? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Kuna wakati nilitembea na mtu mmoja. Alikuwa ni kijana kadogo. Alafu nikatembea nako. Tulitembea nako hapa town, alafu tukarudi, tukaelekea kwa nyumba. Lakini tukiwa town, tukitembea na haka kijana, a small boy, nilikanulia lunch. Mimi sijaona mtu alinishukuru kama huyu. Praise the Lord. Lunch peke yake, na nilimnunulia lunch ya shilingi kama 100. Hata nilikuwa namwambia itisha. Alikuwa ananiambia siwezi. Praise the Lord. Nikamwambia upewa kila ambaye yule mwenye anauza ndiye alimwambia nikupe maragwe na chapati. Akasema akaulizwa tukupe githeri. Sasa akaitika ile aliulizwa. Bwana asifiwe. Na vile ameulizwa hivyo akakula na tukakuja. Wakati tulitembea alikuwa ananiambia tu sijawahi kuona mtu mzuri kama wewe. Asante. Nilikuwa mbaya. Nilipeleka yeye mpaka kwa nyumba. Zamani hiyo nilikuwa nimepanga, nilikuwa na viatu nyingi. Nikamwambia mama angalie viatu zenye ambazo mtoto huyu anaweza kuvaa. The boy left my house with 3 pairs of shoes. Na ilikuwa mpya. Bwana asifiwe. Paka nikamupa shati yangu nyingine mpya. Nilikuwa nimeinunua pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa na ni shukrani.
Ni shukrani. Hata ile maombi yenye tumekuja hapa usiku wa leo, kama saa hizi hapa naweza kusema haleluya wapendwa, ninaona ya kwamba wacha kwanza tushughulikie maadui. Hapa kila mtu anaamka mpaka baridi inaisha. Unaona tu anajitayarisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe hujaona wakati tunaambia watu wapendwa tushukuru Mungu kwa ajili ya taifa letu. Unaona vile watu wanaomba tu mpaka wanaomba, hata wengine wanaweka mikono kwa macho. Hata wengine ni kama wanashangaa nini. Sasa wacha tufike mahali tuseme ya kwamba wapendwa, tunaona ya kwamba ni kama kuna adui anainukia biashara yetu, anainukia ndoa zetu, anainukia. Unasikia kila mtu anasema amen, amen. Watu wanachangamuka. Praise the Lord. Ukitaka kuona watu wanaomba mpaka asubuhi, sema saa hizi adui tuone. Bwana Yesu asifiwe. Kuna rafiki yangu mmoja wa benki. Bwana Yesu asifiwe. Aliniambia hivi. Aliniambia apostle, kule kwa benki kitu kile tunafunzwa kujua not original. Atufunzwi not gani? Fake. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikamuuliza kwa nini mnafanywa hivyo? Akaniambia tukijua fake, sisi wenyewe tutaitembeza ndani ya bank. Praise the Lord. Kwa hivyo tunafunzwa shukrani, kitu kile inatengeneza, inaleta mtu, inakufanya ujue ya kwamba hata kama kuna shida hii imetokea, praise the Lord, God remain to be God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sasa ukijua ya kwamba shetani kila wakati shetani, then it is very easier for you kumgeukia Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo watu wengi kwa sababu ya kukosa shukrani kwa Mungu, praise the Lord, maisha yao imeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha niwaonyeshe maandiko hapo tuone mstari, tuangalie kitabu kile kia nini? Kia Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthians chapter 10. Tutasoma verse 1. Tutaenda mpaka mstari ule wa ngapi? Verse 1. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 mpaka 6. Praise the Lord. Ambia mtu wako karibu na wewe, hata kama uko unasikia baridi, mwambie kuwa na shukrani. Wacha mambo yako hiyo ya kila wakati unakuwa unafanya uzushi mpaka unashindwa. Wewe na Mungu nani wa miaka mingi? Hamjaona watu wanatetesha Mungu mpaka unafikiria Mungu ndiye amezaliwa jana. Mungu amezaliwa jana, wao ni wamekuweko. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, wacha tuangalie maandiko vile nasema. Praise the Lord. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 1 tutaenda mpaka 6. Praise the Lord. Hallelujah. Tumefika hapo. Inaitwa usiku wa neno. Usiku wa neno. Praise the Lord. The Bible says that for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud, and that they all passed through the sea. Bwana Yesu asifiwe.
Nani anaongea maneno haya? Anaitwa Apostle Paul. Bwana Yesu asifiwe. Na Apostle Paul ndiye alikuwa anaambia wale watu wa Salonike ya kwamba mupeane shukrani kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na karudia akawaambia ya kwamba mupeane shukrani kila wakati. Na yeye akawaonyesha ya kwamba ninashukuru Bwana kwa kila wakati kwa ajili yenu. Praise the Lord. Sasa wakati hapa maandiko yanatuonyesha ya kwamba kuna watu anataja, anasema sitaki muwe wakumbavu, sitaki muwe watu wasioelewa. Praise the Lord. Ya kwamba mababa zetu juu ya ukweli au juu ya mambo halisi, ya kwamba mababa zetu wote walikuwa chini ya nini? Ya wingu, na wote walipita. Bwana Yesu asifiwe. Wote walivuka bahari ya Shamu. Amen. Akiendelea kusema, they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Ati wote walibatizwa kupitia Moses. Bwana Yesu asifiwe. Chini ya wingu. Na wote wakafanywa aje? Na wote wakafanya aje? Wakapita, wakavuka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bahari ya Shamu. Amen. Mimi nikiangalia hiyo maneno ninaangalia ni mambo yenye ambayo ya kwamba hawa ni watu gani wanatajwa? Ni Waisraeli waliokuwa kule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakiwa kwenye mkono wa mateso. Mkono wa mateso ni kusema vile mimi nilikuwa kwenye dhambi, praise the Lord, alafu nikavukishwa ng'ambo ingine. Praise the Lord. Si hapa kuna watu mlikuwa na dhambi yenye ambayo inakuamsha mpaka usiku. Praise the Lord. Mtu anaamka usiku anataka kukunywa tu pombe. Unasikia huwezi kulala hivyo. Na unatoka unaenda nini? Unaenda kutafuta mahali pombe iko. Praise the Lord. Hapa miongoni mwetu kuna watu wangeweza kuamka usiku. Usiku kama huu. Hello. Are you sure nikikuja utafungua mlango? Bwana asifiwe. Usiku kama huu. Praise the Lord. Na kuna watu mlikuwa mnaamka kwa kitanda, unapigiwa simu usiku. Hello. You don't know how much I miss you, how much I love you. Unamwambia are you sure? Are you sure? Mtu anakwambia if you want to be sure, come now. Unasema send a motorbike, I will come. Unapigwa na baridi. Praise the Lord. Dhambi. Na wengine mlikanyaga matope nyingi sana. Unaingia kurudi kulala. Yaani ukirudi nyumbani kwako ni kama ulikuwa ulilala kwa shamba. Na ni dhambi zilikufanya hivyo. Ni kama nimewafanya mkumbuke kiatu ile ya matope. Na miguu vile ilikuwa inakaa na matope. Na ukitaka kujua watu wa kufanya dhambi nao ni wa kufanya dhambi. Mlikuwa mnalala hivyo na dhambi na matope yako. Sasa ni dhambi tu zilikuwa zinawasukuma. Hata hamna usafi. Mimi nawahurumia kweli. Kristo kweli alikuja kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka pastor amepiga makofi. Hiyo makofi yanapaswa kupiga vizuri kabisa. Kwa maana ni ya Kristo. Alikuja kutuhurumia. Praise the Lord. Fasa kama hiyo unaona kama msichana kanatembea barabarani. Akaogopi. Praise the Lord. Haleluya. Na ni dhambi kanaendea. Mwanaume Kristo akakuja. Bwana Yesu asifiwe. Akaona vile tumekaa chini ya nani? Chini ya nani? Adui yetu mwenye ambaye alikuwa anatufinyilia. Akaamua kututoa huko. Praise the Lord. Lakini hiyo kututoa huko haina guarantee kama tunaweza kutembea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waisraeli walitolewa kule Misri kwenye walikuwa wanafanyishwa kazi,
walikuwa wanafanyishwa kazi mbaya, wanafinyiliwa mateso. Praise the Lord. Walifinyiliwa mpaka mzee yule Fero akasema anataka hakikishe wamepewa kazi nyingi ndio wasipate watoto. Wewe unaona hii mtu alikuwa si mzuri. Praise the Lord. Na hata nyinyi si mnajua mlifanyishwa kazi mbaya na Farao wa dunia hii ya Kenya. Sali wafanyisha kazi mbaya. Unatoa mimba leo na bado unaamukia mahali tena naitwa hello, you know I love you very much. Na umetoa hataki uzae. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hiyo kazi yote alikufanyisha mbaya. Praise the Lord. Ukaitwa. Sasa walifanyishwa kazi hiyo, ilikuwa kazi ni mbaya. Praise the Lord. Mateso. Alafu siku ile ya kutolewa. Praise the Lord. Wakaanza kuonyeshwa njia na Moses. Wingu. Praise the Lord. Mchana. Bwana Yesu asifiwe. Wanatembea hivi chini ya wingu. Amen. Ikiwaelekeza. Alafu wakavuka bahari. Bwana Yesu asifiwe. Hii mambo yote yalifanyika. Praise the Lord. Kwa watu tu wale Mungu ameokoa kutoka wapi? Misri. Kama vile tuliokolewa. Sasa Biblia inasema mstari hapo, angalia mstari hapo vile unasema. Mstari wa ngapi? Wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema they all ate the same spiritual food. Ati wote walikula chakula ya nini? Ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo mnakumbuka walikula chakula ambayo ilitoka mbinguni. Inaitwa mana. Bwana Yesu asifiwe. Ati wote walikula. Praise the Lord. Yaani kwa ufupi ni kama vile tunaweza kukaa hapa wote si tunasikiza neno spiritual food. Wote tunasikiliza neno ama tumelala? Tuko tunasikiliza neno. Na mimi naogopanga hizi kofia hizi, kama unaona hii ya Reverend Lucy na ya Pastor Miriam. Mimi nazogopa sana hizo. Hizo zinaitwangwa. Praise the Lord. Na wale watu wanashika Biblia na kalamu hivi. Ninahofia. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine zamani aliniambia, Apostle, mimi naona kwamba unajua wewe ukiwa unasimama unatuongelesha, sasa wewe unakuwa tu huwezi kusinzia kama unaongea. Nikamwambia sasa hata wewe kuja uhubiri uone vile tu. Praise the Lord. Okay, sikia vile maandiko yanasema ati wote wakakula chakula ya nini? Ya kiroho. Kama vile tunakula chakula ya kiroho hapa. Praise the Lord. You are receiving right now, you are receiving a spiritual food. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kitu gani kingine? Maandiko yanasema mstari wa ngapi? Wa 4. And drank the same spiritual food. Drank the same spiritual drink. For they drank from the same spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema na wakakunywa kinywaji kile ambayo ni kia kiroho kutoka kwa mwamba wenye ambao ni wa kiroho, na mwamba huo alikuwa ni Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Mnakumbuka mwamba wenye ambao Moses alizungumzia, alipiga viboko. Praise the Lord. Ukatoa maji. Biblia inaita hiyo mwamba Kristo, kwa sababu hakuna mahali popote mwamba anaweza kutoa maji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walikunywa maji hii wote Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mnasikia hiyo maneno? Hawa ni watu wanatembea safari na Mungu. Praise the Lord. Wanakuja wakipewa vitu. Praise the Lord. Kama Mkristo vile unatembea safari hii, wakati uliokoka, kuna watu wanaingia kanisani. Unasikia mtu ameingia kanisani. Nakwambia anasikia kanisa, hata anaingia kanisani anasikia nguvu za Mungu ziko kanisani. Paka anasema this is the church. This is the only church. Praise the Lord. Hallelujah. Mpaka unaokoka.
Unasema huwezi kukaa tena vile ulikuwa unakaa 50-50. Unakuwa 100% a believer. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya siku zingine, amen, mnajua vile mnasemanga. Praise the Lord. Okay, maandiko nasema after kukunywa hiyo mambo yote wamefanya, na mwamba huo ulienda na wao. Praise the Lord. Hallelujah. Maandiko nasema, kwa hivyo hii mwamba kulingana vile maandiko nasema ya kwamba that accompanied them, and that rock was Christ. Ni kusema in absence, praise the Lord, from physical life. Bwana Yesu asifiwe. The men, our forefathers, they never knew that Christ was with them. He walked with them. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakujua Mungu alikuwa karibu na wao, kama vile wakati watu wengine hata saa hizi wajuangi kama Mungu yuko karibu na wao. Praise the Lord. Hallelujah. Sasa kulingana vile walitembea, kwa hivyo alikuwa karibu na wao, na mstari ule wa 5 unasema nevertheless. Praise the Lord. Ningetaka kila mtu usikilize hapo. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Bwana Yesu asifiwe. Ati Mungu akupendezwa na wengi wao. Kitu gani ilisababisha Mungu akupendezwa na wao? Hii watu wako haikuwa na shukrani. They never be thankful. Praise the Lord. If you read the Bible, Bwana Yesu asifiwe. If you read the Bible, wale mnasoma Biblia, Bwana Yesu asifiwe. If you read the Bible, carefully, praise the Lord. Hallelujah. Utangalia the book of Exodus. Praise the Lord. Aina thanks. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Aina nini? Thanks. The only thanks that you can allocate, you can find, is when Miriam, after wamevuka, Miriam akasika drama, akaanza kuibia Mungu. Praise the Lord. Hakuna thanks ingine. Hata Miriam mwenyewe mnajua vile mambo yalimtokea. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walikula, walikunywa chakula, mikate inaanguka kutoka mbinguni. Praise the Lord. Mwamba unatoka maji. Hawakuwahi kushukuru Mungu. Praise the Lord. Hallelujah. The whole of Exodus. Ukienda kwa vitabu vile zingine, Leviticus, ni wanaanza kuelezewa vile ya kutoa sadaka ya shukrani. Praise the Lord. Amen. Baada ya watu kukufa wengine. Praise the Lord. Ukienda kitabu kile kia Numbers, wakasahau tena. Hawakuwa tena na shukrani. Praise the Lord. Hallelujah. Munasikia vile nawaambia hivyo. Hawa ni watu wenye wanatajwa kwa hii kitabu kia 1 Corinthians chapter 1. Chapter 10 verse 1 mpaka penye tuko. At nevertheless, God was not pleased. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ati Mungu hakupendezwa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Zamani nilikutana na mtu mwenye ambaye hakuwa hana shukrani. Nilimupa suti yangu, koti. Sikukuwa na suti, koti na shati ya white, alafu ilikuwa na ka black, kama doa ka black na koti ya black. Nikienda kukutana na yeye alikuwa amekunywa tena na shati hiyo na koti. Nikamuuliza sasa, ndugu, akasema kwanza unataka kunisomea juu ya shati? Nikamwambia hapana. Praise the Lord. Kuongezea hata akaniambia ati anataka ufa. Nilikuwa na kaufa kwa nyumba.
Akanyambia ile kaufa kale uko nako naona inaweza kusikiliza nyumbani. Hey, praise the Lord. Nisikia kama nitalia machozi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama mimi nasikia hivyo, unafikiriaje? Hata kanisani kuna watu wasio kuwa na shukrani. Wakisikiliza neno na wasikia wakijikusanya mahali. Sasa unafikiria ametugeukia sasa raundi tena. Praise the Lord. Haleluya. Unasikia mshirika anasema sasa ninaona kama ametugeukia. Sasa tufanyaje? Tumwachie kanisa ama tufanye nini? Praise the Lord. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nasikia mhubiri mwingine anashikwa na moto anasema mlikuwa na matuta, mlikuwa na nini. Hiyo mambo anambia matambara. Ni kama asile imemuingia. Ama mnafikiriaje? Anaona huyu alikuwa na matuta. Praise the Lord. Na saa hizi kuna kale kanaitwa human hair. Mnajua ka human hair kanakuwa 10,000, 12 na 15 na ka 5,000 kale ka cheap. Bwana asifiwe. Sasa naona hiyo ndio kako kwa kichwa. Na mtu anasema I don't understand your English. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Okay, hiyo mambo ndio ilikuwa kwa watu wale walitembea na Mungu, Mungu akawafanyia mambo. Wanakula mana, chakula ya kutoka mbinguni. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema hiyo mikate hiyo ilikuwa vile ilikuwa inanukia vizuri. Praise the Lord, niko na testi mzuri. Walikuwa wanasema tumechoka kukula mana every mana. Praise the Lord. Mungu akaona wacha ni shage hii watu. Praise the Lord. Hata wakati mwingine wakakaa wakasema tumekumbuka kumbe walituleta ujangwani kutuua. Nimekumbuka wakasema wamekumbuka cucumber, watermelon. Yani watermelon zile zinakuwa hapa. Mnaona zile watermelon ziko hapa. Zimejaa kila mahali na wasichana na kando. Mnaona nga wasichana na kando. Wanatembea hivi wanauliza utakula? Anko utakula matunda? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wasichana kuna watu wanaita anko, kuna watu wengine wanawaita boss. Wakikuita boss chungana. Bwana asifiwe. Boss kwa tunda kwa watermelon ya shilingi 20. Sio boss inaweza kuwa kuna kitu inasema. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wanatembea hiyo watermelon ndio ililetea watu shida. Walisema wamekumbuka kukula. Wanataka wamekumbuka hizo watermelon. Na wangapi mshawahi kukula cucumber? Wacha tuone kwa mkono. Mumesikia test ya cucumber yenye walikumbuka? Cucumber ukikula ni vile tu una option. Lakini si tunda iko na test. Hata nakuliwa na watu wala nyingi watu wenye ambao wanasikia afya si inahitaji boostiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa watu wakanugunika kwa hiyo mambo. Sasa badala ya kushukuru Mungu hawakuwa na shukrani. Praise the Lord. Kama vile siku ya leo vile tulivyo. Sasa uhusiano wao na Mungu, kwa sababu maandiko ikisema nevertheless God was not pleased with most of them. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alafu maandiko inasema their bodies were scattered over the desert. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atimiri yao ikaanza kutawanyishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ikatawanyishwa kila mahali kule jangwani. Kwa hivyo ni safari, Bwana Yesu asifiwe, ya uhusiano wenye ambayo ilianzia wapi? Misri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ile ya kuchukuliwa.
Maandiko naanza kusema aje kwenye kitabu kile kia Kutoka. Maandiko yanasema nimesikia kilio kia watu wangu. Huyu ni Mungu. Bwana asifiwe. Ameiwaita watu wa. Alafu akasema nimekumbuka agano. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema nimekuja kuwachukua. Praise the Lord. Ni kama tu vile tulikuwa kwa dhambi. Mungu anaona kabisa hii ni kilio. Praise the Lord. Unajua dhambi zile watu wamefanya. Biblia inasema ya kwamba watu wamefanya dhambi na hawatosheki. Praise the Lord. Hallelujah. Kufanya dhambi na utosheki ni kusema, wacha niongee vile nataka kuongea. Kuna watu hapa dhambi zile za zina walifanya ni maroli. Ile maroli ma transport, ma transit zinapakiwa hapo. Unaona ni maroli. Watu wale walikutana na wao ni maroli walijaza. Unasemaje? Sio ni Mungu alisikia kilio. Praise the Lord. Umefinyiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikunywa pombe na tumbo haikujaa. Walikunywa bucha, walikunywa ile kali, walikunywa ile yani walikunywa kila kitu. Na watu wengine walifuta bangi na yote, ya green, ya yellow, mbegu, kila kitu. Praise the Lord. Hiyo maneno ni kweli ama si kweli? Na kuna watu walienda kwa wachawi, na yote. Wachawi na yote, hakuna mchawi usiyojua. Unajua wale wa kuvaa namna gani, mpaka unajua wale wa kutingisha kitu, unajua wale wa kuita mizimu, unajua wale hata wa kutoa nguo, unajua wale wa kupaa na unini uteo, yani unawajua wote. Sasa tu ni Mungu alikuhurumia. Lakini nataka kukuambia siku ya leo, usipo maintain uhusiano huu, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. By doing what? By doing what? By doing what? Speak it louder. Giving thanks to him. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya tushida kidogo kwa hii safari, ati unaongea na kuambia mate yote nakauka kwa mdomo, na ni Mungu unaongelesha hivyo. Praise the Lord. Hii safari hakuna mahali mnaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hii safari kuna wakati mambo ni mazito. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi umwambie Bwana asante. Yani upendo usipende hata kama mambo ni mazito. Praise the Lord. Hallelujah. Na watu wengine hawajui hivyo. Mimi nataka mjue hiyo maneno siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu usipojua hivyo, nataka kukwambia kuna mahali unaenda. Na Baba wa mbinguni hakuna mahali unaenda. Praise the Lord. Hallelujah. Ukisikia mahali Biblia inasema mtu alipatwa na shida, alafu baada ya hiyo shida, akiwa kwa shida, maandiko yanasema and he worshipped. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri ni rahisi kuabudu kama hata wakati mwingine kilio ile tunakuwa nayo si kilio ya kumpenda Mungu, kumshukuru. Ni kilio why? Kwa nini? Kwa nini Bwana? Praise the Lord. Sasa hiyo kilio yote Mungu anakuangalia, anaona. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mahali penye ambapo ninataka tuangalie Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 28. Hallelujah. Romans chapter
8 verse 28. The Bible says that and we know that in all things God works for the good of those who love him. Praise the Lord. In all things. Bwana Yesu asifiwe. In all things, it simply means ya kwamba there is a time death can be in the home of those who love God. There is a time jobless can be in the home of those who love God. There is a time lack can be in the home of those who love him. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo, if you find or if you mess by questioning him, praise the Lord, mnaanza kuingia mahali kuna shida. Mnasikia Ayubu, wakati mwingine Ayubu aliuliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Ayubu, Ayubu kuna mahali alifika akaongea na Mungu akasema, wacha na mimi niongee. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mungetaka Mungu aongee kwa sababu ya ile mambo umemuuliza? Praise the Lord. Mnajua Mungu wakati alianza kuongea, mnajua maswali ile aliuliza Ayubu? Aliuliza jambo, akauliza moja ya ile mambo Mungu aliuliza. Aliuliza Ayubu, unajua ni wapi nimeweka pila ya kushikilia mbingu? Unasikia vile Mungu anaongea? Ati Mungu ameweka pila. Kulingana vile anasema hivyo, ni kusema kuna mahali ameweka pila, lakini wanadamu hawajawahi kuona. Praise the Lord. Hallelujah. Alafu akauliza, unajua vile nina nance ati hii tunyama tu there. Praise the Lord. Tunaitwa nini? Tuswara. Ati vile tunazaa, tunakuwa, Bwana asifiwe, mpaka tunalea. Mungu anauliza hiyo mambo. Na kuna simba around. Bwana Yesu asifiwe. So macomplain ni vizuri ujue yatakutenga na Mungu. Ayubu alifika mahali akasema mimi siwezi kuongea. Praise the Lord. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu hujua kila kitu na yeye amehesabu siku za mwanadamu. Sasa unaona hiyo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio tunaongeanga ni vile ni venye ambavyo. Kama sisi ndio tungekuwa kwa hii Biblia, kuna watu wengi wangeokoka. Ama mnaonaje? Kama sisi ndio tungekuwa ndani ya hii Biblia, mnaona kama watu wangeokoka? We mwenyewe umeokoka mara karibu sasa tangu Praise the Lord. Kuna watu hapa wameokoka sasa ni karibu 90 something times, na wokovu ni wa miaka 3. Na umeokoka. Yani mpaka hata zingine tunasema wale ambao mnasikia kupeana maisha yenu kwa Kristo, kujeni mbele. Unabaki kule nyuma. Tukisema sema Bwana Yesu. Na wewe unarudia mpaka unainua, unafunga macho vizuri. Bwana Yesu, niko hapa hata kama sijatokea mbele. Ninaamini kabisa ninahitaji kuokoka tena. Sasa hii kuokoka mpaka Bwana zivipe. Unafikiria ni watu wangapi wangekuwa kwa hii Biblia? Wangeokoka kupitia hii Biblia. Praise the Lord. Kama unataka kutembea na Mungu, Bwana Yesu asifiwe, you must possess a mind of all things works for good. That's where
thanksgiving begins. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuwe na ile fikira, lazima uweze kumiliki fikira ile ya kwamba kila jambo linatendeka kwa wema, linatendeka kwa uzuri kwa wale wote wanaompenda Mungu, kwa sababu hapo ndio kianzo cha shukrani ya kwamba mambo yamenizidi, mambo yamekuwa mabaya. Bwana asifiwe. Lakini who is God? Does my God smaller than this problem? Does my God bigger than what I am facing today? Yes, then he deserves thanksgiving. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hata rais wa taifa, rais, Bwana asifiwe, akipata watu wa kumwambia asante, unasikianga anatoa ahadi nyingi sana kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wa kulalamika, unasikianga anasema tu ya kwamba atafikiria vile mmesema. Praise the Lord. Hapa mnafikiria ile jina lilitoka wapi? Mtukufu rais. Mnafikiria jina mtukufu lilitoka wapi? Hiyo ni kusema mtukufu, ni kusema yule mfalme aliye mamlakani akiambiwa mtukufu, Bwana asifiwe, anaona mmesalenda. Sasa hiyo kusalenda, mtamwambia asante. Wezi mwambia mtukufu alafu mtusi. Wewe Mungu ni mkuu, alafu unasema vile ambavyo ukukula hujawahi, hata umekaa wiki mzima hujawahi kuja kula nyama, hata kweli wewe Mungu uko wapi? Praise the Lord. Wewe umesahau ya kwamba ulikuwa na karanga nyama yenye ambaye inatoka kwa Bwana ya watu ya wenyewe. Maya yale ulikula kula pako kanona, ukakuwa na kaskini kwa kanaka kama lami mpya. Si kuna mtu alikuwa analeta hiyo pesa. Sasa praise the Lord. Wakati ulikuwa unaiba saa hii, praise the Lord, unaingia mahali buchari unakula kichwa ya mbuzi. Sasa kama umeokoka unataka tufanye nini? Si tuanze kukumaintain na kichwa? Tuwezi kumaintain na kichwa. Lazima usikie vile watu wanasikia. Alafu baadaye ukue mzuri. Praise the Lord. Hallelujah. Unajua wokovu, unasikia kiongozi yangu, wokovu unakuwa na matatizo kwa sababu watu wajui ukweli. Watu wengi wanasikia, unasikia mtu na hii injili ekwishe, tusihubiri injili na hiyo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ati nakwambia wokoka na Mungu atakupa kazi. Wokoka. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wokoka utengeneze njia yako na Bwana. Yeye atadetermine what to do with your life. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wengine mshukuru Mungu kwa sababu nyinyi mmehubiriwa hiyo. Mimi nikiokoka sikujua, hasa sikujua kama hiyo mambo ilikuwa inakwenda hivyo. Hakuna kitu niliahidiwa. Niliulizwa tu jioni moja, na mzee ushawahi kupeana maisha yako kwa Kristo? Nikashindwa, hii ni kitu gani ninaulizwa? Praise the Lord. Na mchungaji huyu akanisurutisha hivyo. Kwanza aliniambia, nilisema vile nilisema, akasema piga magoti chini. Bwana Yesu asifiwe. Nikapiga magoti chini. Mpaka nilisikia kupigia rafiki yangu mmoja after nimeokoka. Hii nimedharauliwa. Unapiga magoti kwa nyumba kwako. Lakini hivyo ndio Mungu akaniondoa kwa marafiki. Nikawacha kucomplain. Sasa hii complain uko nayo. Ni zamani ukiwa hujaokoka ulikuwa ukicomplain, kuna mtu anapiga kasimu. Sinikupeleke hauti. Zile kuku zote ulikula, nataka kukuambia unaweza kukaukiwa.
unasikia mpaka unabidi tu kumeza mate ukiona kuku. Hata ukienda sherehe unasikia ilikuwa na kuku lakini haikufiki. Ulikula nyingi kila hoteli. Kuku za outing kuku. Praise the Lord. Sasa lazima tujue ya kwamba hiyo tulikuwa huko Misri. Praise the Lord. Tusimletee Mungu mambo yenye ya Misri. Hati Bwana, kama wewe ni Mungu mkuu, na mimi hata zamani kabla sijaokoka nilikuwa ninakula nyama, karibu hata nasikia hata nyama ilikuwa teme nirudi. Hiyo ni maombi ya kuambia Mungu. Ati nilikuwa ninavaa nguo, saa hizi angalia vile zimeparara. What are you saying? Praise the Lord. Hallelujah. Parara kabisa. Kwanza hata tusikuhurumie. Ndio ujue wokovu ni nafsi yenye ambayo ukipeana kwa Mungu anaanza kungalisha nje. Anasema ngalisha da. Sasa bado hisia za ndani ziko, praise the Lord, zinakufanya uchemuke. Bwana Yesu asifiwe. All good, all things, and we know that in all things God works for good of those who love him, who have been called according to his purpose. Bwana Yesu asifiwe. I love that. Praise the Lord. Hallelujah. Hii ndio kianzo ya sisi kuanza kupeana shukrani. Na hapo ndio mahali tunafika. We don't question God. That's the beginning of now. Shadrach, Meshach, Abednego. Praise the Lord. Declaring that if he save us, well and good. If not, he remains to be God. The next thing from Shadrach and Meshach and Abednego is to say, thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa sababu shukrani inatokanga wakati unasikia uko na confident of what you own or of what you know. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mahali nimefika, nafikiri hiyo inaweza kututosha. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuja kuzungumza mambo mengi. I will speak a lot of things. Na kwa hivyo ninajua nimeweka msingi. Mtamani kusikia hii ujumbe. Bwana asifiwe. Kwa sababu nitanena nanyi jinsi ya kumaintain uhusiano wako na Mungu. Na kwa hivyo ni vizuri watu waanze kuangalia. If you struggle to maintain friends, praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. By the grace of God, we have maintained our relationship with my wife. Bwana Yesu asifiwe. There is a relationship beyond the marriage. Bwana Yesu asifiwe. Beyond marriage. Ya kwamba watu wengi wanafikirianga ndio tumekutana new couples in town. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hata watu wengine walikuwa nasema tumekuwa wajinga. Yaani tulishakuwa wajinga, ati kila mahali ndio hawa. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zamani tukiwa na maisha yetu hivyo wawili hivyo, mtoto akakuja akafika, ni sisi wawili bado. Praise the Lord. Firstborn yetu alikaa nyumbani tena tana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wakujua tuko na watoto. Hata saa hizi kuna wengine wajui tuko na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hata siku hizi ni kama tumeanza kuzeeka. Lakini ni kama penye tulikuwa mpaka zingine tunashika mkono. Tukivuka barabara unapata tumeshika. Hata wakati mwingine mtu mwingine alisema, nilisikia huko kwa matatu ati town. Mtu mwingine ndiye aliniletea hizo habari. Ati nilikuwa tunapita kwa stage.
Ati watu wakasema hawa ndi wale wachungaji, yule pastor yule wa Mairine anakuwa anatembea na mke wake wanafuatana huko town. Praise the Lord. Hallelujah. Ati wanafuatana na mke wake kila wakati, kila mahali. Ndio hawa. Praise the Lord. Lakini ukiweza kumaintain hiyo njia na uweze praise the Lord, utamaintain Mungu. Watu wengine wameshindwa kumaintain. Dada yule amezaliwa na yeye, hawezi maintain. Wanasema mimi nakwambia my sister, we ni ibilisi wa pili. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wameshindwa kumaintain hapa, hata mtu mwingine ameshindwa kumaintain apostle. Anakaa na yeye kidogo alafu nasikia anasema nimegundua kumbe ni wa devil. Bwana asifiwe. Hallelujah. Watu wengine wameshindwa kumaintain uhusiano kidogo hapa ya praise. Praise the Lord. Hallelujah. Hata zamani niliona mtu mwingine alikuwa anacheza drum set na mwingine anacheza ile nyingine. Nikasikia yule mwenye anacheza ile nyingine ameweka beat na huyu wako hapo. Yule wa drum set akabaki tu. Na dakika ya mwisho akaona wacha tu asalenda na ni service inaendelea. Sasa unaona watu wanashindwa kumaintain each other. Na yule mwenye alifanywa hivi akasema ninaona kama it is the right time for me to quit. Mkaona kweli amequit. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanashindwa kumaintain mwingine. Yule anacheza, wanacheza instruments na mwingine amesimama ameshika mic asema hallelujah. Watu wa instruments wanaona tuwezi kuendelea kumaintain huyu. Wanacheza mambo yao. Na kwambia anajaribu kusema hallelujah hallelujah. Unaona hawana shughuli na yeye, wanaendelea vile na wanaingia kwa roho. Unaona kichwa zinaenda hivi. Wameingia kwa roho. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hii mambo yote inatokana na relationship. Praise the Lord. Watu wengine wameshindwa kumaintain their husband kwa sababu ya vile ulaji. Mzaa anakula ugali kubwa, sasa mpaka mama anashindwa. Tutapelekana aje? Bwana Yesu asifiwe. Siku na mama mwingine aliniambia penye nimefikia mimi siwezi kuangalia mtu atakuja kukula watoto. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona huyu atakuja kukula watoto. Nikamuuliza nini inafanyika, kaniambia Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uhusiano huu wa Mungu, ukiona vile unatembea huku nje, utajua kama unaweza kumaintain. Praise the Lord. Haleluya. Sengine ninakuwa kwa ofisi, ninaandika kuna vitu, ninaandika mambo fulani. Alafu Bwana anasema nitoke kwa ofisi. Yaani ni kama na ofisi. Ninatoka kwa ofisi. Sengine nasikia kama niulize, kwa nini natoka kwa ofisi niende wapi? Nitoka hapo. Praise the Lord. Hallelujah. Ninaamka ninatoka hapo. Wakati mwingine nilikuwa hapa ndani. Nimeketi. Kwanza kuna neno nilikuwa nimeisoma, alafu nikasikia ninataka kuimeditate. Nikianza kumeditate akaniambia nitoke. Na aliniambia nitoke huku nje. Akaniambia wakati nilitoka, akaniambia watu wengine walikuwa hapa nje wanasikiliza, walikuwa wamekuja spy na hatukuwa tunajua. Nilipata watu huko. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Uhusiano mwingine wa Mungu. Siku nyingine alinitoa nyumbani, akaniambia asubuhi na mapema niamke hapa. Kuna watu wametuma wa kuleta material.
Na nilishinda hapa. Nikawa ninaomba, ninaangalia watu, baadaye nikaona ya kwamba si vizuri nikue, lakini kabla nifikirie alikuwa ameniambia, umeona vile fikira yako ni chafu. Yaani ninafikiria vile kila mtu anapita, nafikiria anaweza kuwa ni huyu. Nilikaa hapa mpaka karibu saa 10. Saa 10 na kitu nikasema wacha niondoke. Nikasimama hapo stage. Ningoje nione nani. Sasa nilikuwa na smile ya wale watu wanashuka kwa matatu. Mtu akishuka ninaweka smile. Ndio sasa aone. Ndio asipotee. Maana niliona sasa hii ni serious. Alinitoa nyumbani kwa nini? Hakuna mtu nilikuwa naona tu wote wanafanya tu hivi. Nafikiri wanashindwa kwani ni nini? Ni nini huyu? Nyumbani usiku nimeona vile unaweza kutii. You can be a good. Nimeona vile unaweza kutii. Sasa yani nilishinda hapa hivyo sikukula. Nilienda fasting yenye ambayo sikukula. Na sikujua nilikuwa napimwa kama ni. Sasa wewe kama saa hizi nakutuma town nilikwambia hebu kimbia town. Ukifika town uniulize, ulikuwa unasema aje? Ngojea hapo kidogo. Alafu ikiingia masaa ya jioni nitoke, ngojea kidogo. Alafu iingie saa 1 nikwambie rudi sasa nyumbani. Rudi kwanza. Ukifika nikwambie wewe ni mtu mzuri wa kuti. Unaweza kuelewana na mimi? Utaniambia niko na utoto. Sasa unaona? Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Mungu anakufanyia vile anataka, ndio hii safari muweze kufanya nini? Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii safari lazima ujifunze kushukuru Mungu. Hata akikufanyia kitu unamwambia Baba ninakushukuru umenifunza. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tutasimama kwa miguu yetu. Na tutaomba ya kwamba Bwana atupe neema ya mtu anasema asante. Hata mumeona tukienda masherehe. Mumeona tukienda sherehe. Tunaenda hivyo vizuri sherehe. Tunaenda tunaanza kusaviwa. Mtu anakusavu ukisema asante. Ukienda kukona angalia sahani ya mtu mwingine ni kama iko na kinyama kingine kikubwa kuliko ile. Alafu unauliza mtu, kwani umetoa wapi nyama? Anakuambia nazini hao watu. Mwambie angalia vile ameniwekea. Kwani unamjua? Simjui. Ni hao mama wenye wanataka kuiba nyama za watu. Wanataka kwenda na nyama za sherehe. Sasa unaona vile umeongea, lakini ulisema sasa hiyo asante ilitoka kwa moyo. Praise the Lord. Hallelujah. Hata mtu mwingine anaweza kuambia apostle, nashukuru Mungu kwa ajili yako. Nashukuru sana. Praise the Lord. Mambe kemopata. Mimi naangalianga hii mtu mpaka zinashindwa kumuelewa. Kama anaelewa uzito tunapitia. Bwana asifiwe. Hata mwingine ashawahi kunikaisha akaniuliza, unafikiria? Can you understand? Can you be able try to understand with me? Reason with me. Tell me. These debts are Praise the Lord. Nikamwambia na deni ndugu yangu ulikopa peke yako. Usinifanye nielewe sana. Wacha nisimame pande ya Mungu. So shukrani zingine ziko hapa. Hazitoki wapi? Maana shukrani ni dhabihu yenye ambayo inagusa moyo wa Mungu. Na nitakuja kuwaonyesha pia what it does. Praise the Lord. Tuone wakati umefanya shukrani kitu gani kinafanyika. Nitawaonyesha pande hizo. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Bwana, anza kuzungumzia Bwana. Speak to him, speak to him. Tuitishe neema. We need him in our journey. We need him in our journey. Oh my God. Hola shakarabasinde libradosi karabash.